Maeneo ya huku kwa asilimia kubwa ni maeneo ambayo yanaogelea kwenye umaskini, na umaskini huu unaanzia kwenye swala tu la kwamba hata kaya kuweza kupata mlo uliokamilika kwa siku, au kaya kuweza kupata walau ile milo mitatu ya kawaida kwa siku. Zipo kaya ambazo kwa hiyo ni changamoto kubwa. Kati ya matatizo makubwa yanayowasumbua watu huku ni ukosefu wa chakula cha kutosha, lakini vile vile hata chakula kidogo anachokipata kwa asilimia kubwa akitoshelezei mtu kuweza kupata ile lishe ya kumwezesha kukua vizuri. Kwa hiyo asilimia kubwa ya watu huku wana namna moja au nyingine ya udumavu. Isipokuwa ni udumavu wa kimo, basi inakuwa ni udumavu wa ukuaji wa akili, kwa sababu hawapati chakula kinachowatosha. Kuna changamoto of course nyingine kama masuala ya afya, wanaoweza kumudu kiwango kikubwa cha matibabu sio wengi, na wakati huo pia kuna tatizo la ushirikina, kiasi kwamba labda inawezekana hiyo ni njia rahisi ya wao kupata majibu ya matatizo yao ya kiafya, lakini wengi wanakimbilia kusadiki kwenye ushirikina. Wengi wanadanganyika kirahisi na watu wanaosema wanatoa huduma hizo za kiuganga na kadhalika. Na ukijumlisha hayo yote utaona pia yani kitu kikubwa kiliko chini ya mambo hayo yote ni swala zima la ujinga. Watu hawajachangamka sana kwenye kukamata elimu, kwenye kutafuta maarifa na kadhalika. Kwa hiyo kusema ukweli, ukichukua kwa ile sura ya kawaida kwamba jamii inapaswa kupambana na wale maadui watatu, nadhani mapambano hayo kwa huku bado ya kunyatua za mwanzo kabisa. Ni mapambano mazito sana kwa mtu wa kawaida wa maeneo haya, ambao tunafanya kazi ya uinjilishaji. Tunapaswa kuelekeza nguvu kubwa sana katika kueneza imani ya kweli, ili kusudi walau iweze kumkomboa mtu wa huku, walau kutoa kwenye kile kifungo cha mawazo na tabia za kiushirikina. Lakini vile vile kwa sababu sisi tunafanya kazi ya kujaribu kumkomboa mtu, sio tu katika mahusiano yake ya kiroho na Mungu, bali pia katika mahusiano yake na mazingira yanayomkabili. Manake pia tunapaswa pia kueneza huduma nyingi zaidi za elimu, sio tu katika ngazi rasmi kama ya shule, lakini pia hata katika zile ngazi ndogo ndogo kama za matukio fulani ya kuwapa watu elimu, maarifa, ujuzi na kadhalika. Na vile vile sasa watu wenye mapenzi mema ambao wanafanya kama kilichofanyika hapa, kwa kujali kwamba licha ya mahitaji hayo ya muda mrefu, yako mahitaji ya sasa hivi, kwamba kuna mtu ambaye ana njaa sasa hivi, au kwamba kuna mtu hana nguo ya kuvaa sasa hivi. Natoa wito pia kwa watu ambao wanaweza kufanya matendo ya huruma kama haya, kuwapa watu chakula, kuwapa watu mavazi ya kuvaa, kuweza kuwasaidia watu. Kwa mfano, mtu anaweza kutoa msaada wa bima ya afya kwa watu hata kama ni ya mwaka mmoja, na huduma nyingine ambazo zinaweza kuwafanya maisha ya watu hawa